Hamisi Mwambashi, mchimbaji wa Dolomite. Kwanza nikupongeze Mheshimiwa Rais wa Mata kwa kuja. Hii ni mara ya pili. Sauti kidogo. Hii ni mara ya pili mheshimiwa huyu kufika. Mara ya kwanza tulikutana barabarani na leo tunakutana hapa kwenye mgodi. Mheshimiwa Rais, hali unayoiona hii ya wachimbaji ni hali ngumu sana. Hali ngumu kwa nini? Kwanza, kipindi cha nyuma kabla hujaja hapa, eneo hili kulikuwa hapa, ungeona magari hata 30 hapa yanaingia kwa ajili ya kuchukua mzigo. Lakini mpaka sasa hapa ulivyokuja umekaa zaidi ya lisali moja, umeona gari moja tu ndio imeingia kuchukua mzigo. Maana yake kuna tatizo. Tatizo la kwanza kabisa ni kuhusu bei ya viwandani. Lakini la pili liko tatizo kwenye serikali yetu. Serikali yetu tunapanga bei, wanatuita wachimbaji kwa ajili ya kupanga bei elekezi. Nasema shilingi 50,000 bei elekezi ya serikali. Lakini kwenye viwanda hivyo kwa Tanga hapo, wenye viwanda ukitaka kupeleka mzigo wako wanakuambia kwa bei 45,000. Maana yake hapa kuna udalali kati ya serikali na wenye viwanda, hilo la kwanza. Lakini vile vile ukipeleka Dar es Salaam bei elekezi ni 85,000. Lakini wachimbaji hali zao unaziona hapa, wanauza kwa shilingi 55,000. 85 mpaka 55 ni tofauti ya shilingi 30 nzima. Kwanza hii inapoteza fedha kwenye serikali yetu, kwenye VAT. Ukipiga hesabu kwenye shilingi 55,000 huyu mchimbaji anaopeleka Dar es Salaam, VAT yake inaweza kawa 8,000. Lakini bei elekezi ya 85 serikali inapoteza 13,000. Hapa kuna tofauti kabisa. Kwa hiyo serikali ina changamoto, inapanga bei elekezi lakini haisimamii bei elekezi hiyo. Nini maana yake? Inaenda kumnyonya mchimbaji. Mchimbaji anapeleka kwa bei 55. Hapa royalty inakatwa shilingi 3,000 kwa kila tani. Maana yake kwenye shilingi 55 unatoa shilingi 3,000. Unatoa shilingi 2,000 ya halmashauri. Maana yake mchimbaji anapeleka Dar es Salaam kwa lori moja anapata faida ya shilingi 100,000. Huwezi kumkuta mchimbaji anakuja kwenye mkutano wa FEMATA anachangia chochote kile kwa sababu hapati kile anachostahili kupata. Hili ni tatizo kwa serikali. Lakini la pili, mheshimiwa, kwenye serikali hiyo serikali kuu inashindwa kusimamia. Kuna shida kwenye halmashauri yetu. Halmashauri yetu inapanga bei ya service levy bila kuwashirikisha wadau. Miaka miwili nyuma bei walikuwa wanakata kwa kila tani moja shilingi 1,000 kwa kila tani moja. Lakini hivi juzi tu, miezi miwili nyuma, wamepandisha bei bila kuwashirikisha wachimbaji. Wamepandisha shilingi 2,000. Mheshimiwa, hapa unajionaje? Mchimbaji huyu atakuwa na chochote kitu? Hatakuwa. Kwa hiyo kunakuwa hakuna muunganiko kati ya serikali kuu na halmashauri, hakuna muunganiko. Halmashauri, serikali sheria inasema watachukua 2%, hata 0.25, lakini wanachukua shilingi buku kwa kila tani. Wachimbaji hawa wana hali ngumu. Ulikuja miaka 5 nyuma tulizungumza hili, kasimamieni bei elekezi. Hakuna kilichofanyika mpaka leo. Mimi nilishiriki miezi 5 nyuma kwenye bei elekezi. Bei elekezi, wale maafisa mlioacha pale Tanga wanakulazimisha wewe useme, wakati mimi nikipiga hesabu, ukishapeleka mzigo Tanga kwa mfano kwa bei ya sasa, ukichukua lori moja kulipeleka Tanga ni 600,000. Maana yake tani moja unasafirisha kwa shilingi 20,000. Ukizalisha mzigo peke yake ni shilingi 20,000, jumla shilingi 40,000. Ukichanganya na wanachochukua serikali kuu 20,000 kwa 2,000 kwa kila tani ni 42,000. Ukichukua halmashauri maana yake wanachukua 44,000. Ukipima mzani pale shilingi 20,000
maana yake kila buku moja. Kwa hiyo unapata shilingi 44,500. Wanatuambia sisi tuuze kwa shilingi 45,000. Mchimbaji atapata nini yule? Kwa hiyo serikali inapaswa kusimamia kile wanachokielekeza. Kwanza, ushauri wangu kwa serikali, ushauri kwenye viwanda, tembeleni, fanyeni dharura kwenye viwanda hivyo, angalieni mikataba yao, angalieni wanatoa PL, purchasing order, wanatoa kwa wachimbaji? Hawatoi. Yani kule Tanga kule kuna dalali, yani huyo mtu amepewa tenda ya kupeleka dolomite, yeye anachokuja huko anawaambia wachimbaji leteni kwa shilingi 45,000. Lakini kwenye mkataba wao wa ndani sisi hatuujui, lakini nimechunguza, kuna dalali yupo kule Tanga, yeye ndio amepewa mkataba ya kuchuuza hawa wachimbaji wadogo wadogo. Hili lifuatilieni. Umezungumza kwamba sisi tuungane ili tuweze kuwa wamoja kwenye viwanda. Hilo ni kweli, tunaweza kuungana, lakini je, kule madalali mnawafutaje? Mheshimiwa, kule madalali mnawafutaje? Kwa hiyo ipo haja ya mnapokuja tena kwenye kutembelea wachimbaji, njoni na wizara, njoni na watu wa TRA, tuwaambie leo ukitaka leseni, mchimbaji akitaka kuchukua leseni anaambiwa aende na TIN number, anaambiwa aende na kitambulisho cha uraia. Mbona hapa TRA wawepo ili tuwaambie hawa wenye viwanda wanavyokimbia kodi za serikali? Mimi leo nachimba udongo wa chumba Kabuku pale, bei ya Tanga Cement na bei ya Rhino ni tofauti. Bei ya Tanga Cement wanauza 90,000, bei ya Rhino wanauza shilingi 45,000. Ni tofauti ya 45,000 nzima. Lakini kiwanda hiki kilomita moja tu wananunua 90,000, huyo ananunua 45,000. Huyo 45,000 anaikimbia serikali kwa mapato yake VAT. Ukipiga hesabu anapoteza hela nyingi serikali. Lakini mkoa wa Tanga hawafuatilii. Huyo haiwezekani, huyo anauza 45,000, huyo anauza shilingi 60,000, 90,000, haiwezekani. Kwa hiyo ipo haja ya serikali yenyewe kufuatilia viwanda hivi. Huwa na ushauri wake. Lakini la tatu ni kuhusu halmashauri yetu. Hii halmashauri tunaomba muifuatilie. Wanajiamulia mheshimiwa. Haiwezekani tunauza kwa bei ya hohehahe ya shilingi 45,000 utoke kwenye shilingi 1,000 bila kuwashirikisha wadau. Sisi ndio wadau, wanapanda kwa shilingi 1,000 nzima. Je, baada ya kupanda hiyo shilingi 1,000 nzima wamewasaidia nini wachimbaji? Hakuna chochote wanachowasaidia. Hata mkopo tu hakuna, hata mmoja mchimbaji mmoja aliyopata mkopo wa halmashauri wa 10% hawa hakuna. Lakini wanachangia pato la halmashauri yao. La tatu, la nne, mheshimiwa, nimeshauri kwamba wachimbaji hawa wapate leseni. Lakini nikwambie wana haja kweli ya kupata leseni. Lakini wilaya hii inaongoza kwa mapiro ya utafiti yamejaa katika halmashauri. Ukienda na coordinates zako peleke madini, unaambia bwana, hapa kuna piro la utafiti. Ushauri wangu kwa serikali, huyu mtu aliyeomba piro ameomba utafiti labda wa madini ya dhahabu, lakini huyu mchimbaji anakuja kuomba leseni ya kuchimba dolomite, lakini hapewi. Akiambiwa, akifika pale anaambiwa bwana, hii ya dolomite. Ushauri wangu, tunaiomba serikali mheshimiwa, uishauri serikali, wachimbaji wadogo wakienda kuomba leseni, wakikuta PL basi waruhusiwe kuomba, kama ombi hilo la PL ni tofauti na ombi la mchimbaji mdogo. Kwa kusema hayo na kushukuru.